Ninawakaribisha tena ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji popote pale mlipo wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli. Ninawaalika tena ndugu zangu popote pale mlipo. Naitwa Matthew Gervas Msagati. Ninatokea wilaya ya Kilosa katika mkoa wa Morogoro kwa hapa Tanzania. Ni mwinjilisti wa Injili inayookoa kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato asilia, au ukipenda unaweza ukaita SDA, kanisa la SDA asilia. Ninawakaribisha ndugu zangu popote pale mlipo, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla, pamoja na duniani kote. Naomba tuwe pamoja katika somo hili ambalo leo Mungu amenituma niwaletee hili somo. Ninamshukuru Mungu pamoja na nyinyi watazamaji wa chaneli hii kwa sababu tumeamka salama katika siku hii nyingine ya tarehe 1 mwezi wa 7, tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mungu wa pekee na wa kweli ambaye ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo amependa tena tuione hii siku nyingine, mimi pamoja na watazamaji na wasikilizaji wa chaneli hii. Basi tumshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake, maana ni wengi wamelala mavumbi, wengine wanasubiri kupelekwa mavumbini hapo baadaye, na wengine wako maudini wanapambania uhai wao. Lakini sisi Mungu amependa tuione hii siku. Kwani sisi tumempa nini Mungu hata tupate kibali chake cha kuwepo katika siku hii? Au hao waliolala mavumbini au wanaopambania uhai wamemnyima nini Mungu? Basi ni kwa neema tu. Ama baada ya kusema hayo, niweze kuomba. Mungu wetu na Baba yetu unayeishi mahali pa juu sana mbinguni, tazama mimi na watazamaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli. Leo hii tena tunapenda kusikiliza ujumbe wako ambao umeuandaa kupitia mimi mtumishi wako, mjoli wako niliye dhaifu. Basi Baba, hiki utakachokinena kiwe mbegu kwa hawa watazamaji pamoja na wasikilizaji, ili siku moja waweze kukujua wewe, ya kwamba wewe ndiye Mungu wa kweli wa pekee, lakini yuko na mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye vitu vyote vimefanyika kupitia yeye. Baba, ninaomba uwepo wako ukatamalaki mahali hapa. Ndivyo ninavyoomba, ni kwa jina la Yesu, amina. Leo hii nimetumwa niwaandalie somo linalosema, kichwa cha somo la leo kina mfumo wa swali. Kinasema, somo la leo linasema, je, mahubiri yako ni sawa na neno lake? Hilo ndilo somo na ujumbe wa leo. Hilo ndilo somo na ujumbe wa leo ambao Bwana amependa niwaletee. Je, mahubiri yako ni sawa na neno lake? Hilo ndilo somo la leo. Kwa nini somo hili? Wahubiri wengi wamekuwa na injili za aina mbalimbali. Wamehubiri au wanaendelea kuhubiri mahubiri ambayo ni ya namna mbalimbali. Lakini swali unaweza ukajiuliza, haya mahubiri ambayo wewe mchungaji unahubiri, ambayo wewe mwinjilisti unahubiri, ambayo wewe mhubiri unahubiri, ambayo wewe Mkristo unahubiri nyumba kwa nyumba, mahubiri yako ni sawa na neno lake? Wewe unayehubiri, hata wewe unayehubiriwa, hayo mahubiri ambayo unahubiriwa ni sawa na neno lake?
Kwa maneno mengine ni kwamba mahubiri hayo unayoyapokea na wewe unayoyatoa ni sawa na neno la Mungu. Ndio wainjilisti wengi leo, wahubiri wengi leo, wachungaji wengi leo wanahubiri habari za utajiri, wanahubiri habari za maji ya upako, wanahubiri habari ya udongo wa upako, wanahubiri kwa habari ya mafuta ya upako, wanahubiri kwa habari ya uponyaji. Viwete wanapona, wagonjwa wanapozwa, mapepo yanatoka. Swali, je, mahubiri hayo ni sawa na neno lake? Ndio, ni sawa na neno lake. Uzima wa milele watu hawahubiri. Mtu afanyeje ili apate uzima wa milele? Watu hawahubiri. Watu hawahubiri, watu waache dhambi. Hawataki kuhubiri. Hawataki kuhubiri watu waache dhambi. Hawataki kuhubiri watu wavae nguo zenye staha. Waache kutembea uchi. Waache kutembea nusu uchi. Waache kuvuta bangi. Waache ubaya. Watende mema. Watu hawataki kuhubiri hayo. Watu wanahubiri utajiri. Nunua haya maji. Haya maji yamebarikiwa. Huu udongo umebarikiwa, kauweke shambani kwako, utapata magunia kwa magunia ya nafaka. Watu wanahubiri watu waponywe mapepo. Je, mahubiri hayo ni sawa na neno lake? Kwa nini usikemee dhambi? Kwa nini usikemee dhambi ewe mchungaji? Kwa nini usikemee dhambi ewe mhubiri? Kwa nini usikemee dhambi mwinjilisti? Hata wewe Mkristo, kwa nini usikemee dhambi? Watu wanasikiliza mahubiri ya utajiri. Hivi upate utajiri leo, halafu ukakose uzima wa milele. Nini maana yake? Faida yake nini? Daudi alisema, Mungu, usinipe umaskini wala usinipe utajiri, niwe kati kwa kati. Sitaki kuwa maskini nisije nikakukufuru, na sitaki kuwa tajiri nisije nikajiinua nikajidai nikakukufuru, bali nipe chakula tu, na chakula cha kiroho. Ombi la Daudi. Watu leo wanaomba utajiri. Mfalme Sulemani aliambiwa na Mungu, sema unataka nini ewe mtu wangu? Sema unataka nini, maana moyo wangu umekufurahia. Unataka nini? Nikupe nini? Sulemani hakuomba utajiri. Sulemani hakuomba udongo uliowekwa upako na baraka ili aweke mashambani kwake apate mashamba mengi, mazao mengi. Hakuomba. Sulemani hakuomba utajiri. Sulemani aliomba hekima ili apate hekima ya kuwaongoza watu wa Mungu. Mungu alimpa hekima maradufu, akampa na utajiri maradufu. Hapajawahi kuwa tajiri hapa dunia ya leo hii mpaka mwaka 2026 leo. Hapajawahi kuwa tajiri kama Mfalme Sulemani. Ndio. Kwa hiyo watu wanahubiri watu wakatajirike, waumini wao wakatajirike. Je, mahubiri yako ni sawa na neno lake? Ndugu mtazamaji, ukisoma Biblia katika kitabu cha Isaya sura ya 8 aya 20, Biblia inasema, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno lake na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi.
hawatauona uzima wa milele. Kama wewe unahubiri injili ambayo, neno ambalo liko tofauti na neno lake, liko tofauti na neno la Mungu, liko tofauti na neno la Yesu, liko tofauti na neno na Biblia, wewe kwako hapana asubuhi. Ndiyo. Na hata wewe ndugu mtazamaji ambaye unasikiliza mahubiri, unahubiriwa mahubiri ya utajiri, unahubiriwa mahubiri ya upako, mahubiri ya uponyaji, mahubiri ya sijui nyumba yako inalogwa, unayasikiliza mahubiri hayo ambayo hayako sawasawa na neno la Mungu, wewe kwako msikilizaji, wewe unayehubiriwa, kwako hapana asubuhi. Ndio, upati uzima wa milele, kwa sababu umeruhusu sikio lako lihubiriwe mahubiri ambayo yako kinyume na neno la Mungu. Utaupataje uzima wa milele? Yule aliyeamua kuhubiri kinyume na Biblia, yeye ameshajichagulia kwenda katika jehanamu ya moto. Wewe ambaye unasikiliza mahubiri hayo, pia kwako hapana asubuhi. Neno la Mungu linasema, ikiwa wewe unahubiri, mahubiri yako yanakwenda sawasawa na neno hili, na kama hayaendi sawasawa na neno hili, kwako hakuna asubuhi. Ndio. Ukisoma Biblia tena katika kitabu cha Mithali sura ya 5 kitabu cha Mithali sura ya 30 aya ya 5 mpaka ya 6. Mithali sura ya 30 aya ya 5 mpaka ya 6. Biblia inasema, kila neno la Mungu limehakikishwa. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Yeye ni ngao yao wamwaminio. Usiongeze neno lolote katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana umuongo. Mithali sura ya 30 aya ya 5 mpaka ya 6. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Kila neno. Usijitie ufundi kusahihisha neno la Mungu. Usijitie ufundi. Wewe ni nani unasahihisha neno la Mungu? Mungu anasema, mimi niko peke yangu. Mimi niko peke yangu, sina mwingine. Niko peke yangu. Yesu anasema katika kitabu cha Yohana sura ya 17 aya ya 3, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Biblia inasema Mungu yuko peke yake, lakini yuko na mwanao Yesu Kristo. Wewe leo unasema hapana, unalisahihisha neno la Mungu. Hapana. Mungu yuko mmoja, lakini ana nafsi tatu. Unaposema ana nafsi tatu, kwa maana ya nafsi ya kwanza Mungu Baba, nafsi ya pili ni Mungu Mwana, nafsi ya pili ni Mungu Mwana, nafsi ya tatu ni Mungu Roho Mtakatifu. Maana yake hapo umetaja miungu watatu. Kwa hiyo umemsahihisha Mungu, kana kwamba neno la Mungu halijakamilika, wewe unaliboresha. Unani wewe unaboresha neno la Mungu? Mithali sura ya 30 aya ya 5 mpaka ya 6 inasema, kila neno la Mungu limehakikishwa, hakuna mapungufu. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Yeye ni ngao yao wamwaminio. Usiongeze neno lolote katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana umuongo. Hiyo ni Mithali sura ya 30 aya 5 mpaka ya 6. Leo hii wewe unasema Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu, hali ya kuwa Biblia haijasema. Je, mahubiri yako yanakwenda sawasawa na neno hili? Je, mahubiri yako ni sawa na neno lake? Ikiwa husemi sawasawa na neno lake, wewe kwako hapana asubuhi. Ni moto wa milele, jehanamu aliyowekewa Ibilisi. Maana huu moto wa jehanamu hatukuwekewa wanadamu, aliyewekewa Ibilisi na malaika zake. Sasa wewe ukimfuata Ibilisi, mafundisho yake ya Ibilisi, utakwenda kwake kuishi huko kwenye jehanamu. Una huko haukaangi chipsi, uendi kula biliani, uendi kula pilau huko.
unakwenda kwenye moto wa milele. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Biblia inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Wewe unasema ikumbuke siku ya kwanza ya juma, na huna andiko. Je, mahubiri yako, somo langu linasema, je, mahubiri yako ni sawa na neno lake? Lakini Biblia inaendelea kutoa onyo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 22 aya ya 18 mpaka ya 19. Ufunuo sura ya 22 aya ya 18 mpaka ya 19. Inasema hiki, maneno yote yaliyomo katika kitabu cha unabii, maneno yote yaliyomo katika kitabu hiki cha unabii, asitokee mtu yoyote kuongeza au kuondoa. Maana ukiongeza neno lolote katika kitabu hiki cha Biblia, hiki kitabu hiki, ukiongeza neno lolote, Mungu atakuongezea yale mapigo yaliyotajwa katika Biblia. Na ukiondoa neno lolote, ukipunguza, yani Mungu atakuondolea ile sehemu yako ya mti wa uzima, atakuondolea. Ndio, usiongeze wala usipunguze neno la Mungu. Biblia haijasema kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 kwa maana ya Christmas. Haijasema Biblia. Ndio, haijasema. Lakini wewe leo unatangaza, unahubiri ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu amezaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 na huna andiko. Wewe umeongeza. Na kwa sababu umeongeza hilo neno ambalo halipo, kuongezewa mapigo yaliyomo katika kitabu cha Ufunuo ni haki yako. Utaongezewa mapigo. Ndio, usiongeze wala usipunguze. Mungu amejifunua mwenyewe kwa Yohana sura ya 17 aya 3. Yesu anasema, na uzima wa milele ndio huu. Watu tunatafuta uzima wa milele, lakini Yesu amedadavua, ameeleza, ametanabaisha, ameweka wazi kwamba uzima wa milele ili uende, basi ufanye nini? Na akasema, Yohana 17:3, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Wewe unamchomeka Mungu tu kwamba ni mmoja, alafu ana vichwa vitatu, ana nafsi tatu. Ana nafsi tatu ndani ya mwili mmoja. Kuna nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na huna andiko. Wewe umeongeza. Ni sawa ukipewa mapigo. Dunia imeisha, ndugu zangu. Tuhubiri yaliyo mema, tuhubiri sawasawa na mapenzi yake, tuhubiri sawasawa na neno lake. Dunia imeisha. Tulikotoka ni mbali kuliko tunakokwenda. Imeisha dunia, imebaki kidogo mno Yesu arudi. Nathubutu kusema sidhani kama tutatoboa. Sidhani kama tutatoboa 2030 na kitu. Sidhani kama tutatoboa mwaka 2000 na zaidi ya 30, mwaka 2030 plus. Sidhani. Ndio, sidhani. Kila dalili zimeonekana ya kwamba
Hatutoboi mwaka 2030. Sisemi kwamba watu waamini kwamba watu wachukulie neno hili nililolisema kwamba hatutoboi mwaka 2030. Sijamaanisha hivyo, lakini nasema kutokana na unabii ulivyo, sidhani kama tutatoboa mwaka 2030 plus. Sidhani kabla Yesu hajarudi, sidhani tukatoboa mwaka 2030 plus. Sidhani. Hayo ni maono yangu, yasichukuliwe kama ndio hubiri langu la leo. Hapana, ila hayo ni maoni yangu mimi, Matthew Gervas Msagati, mwinjilisti wa injili inayookoa. Sidhani kama tutatoboa mwaka 2000, dunia hii itatoboa mwaka 2030 plus. Ninamaanisha kwamba mwaka 2031 kwenda huko. Sidhani. Mimi imani yangu mimi, nisichukuliwe vingine. Imani yangu mimi Matthew, sidhani. Maana toka uumbaji mpaka gharika ilipita miaka 2000. Toka gharika mpaka kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani Kalvari ilipita miaka 2000. Ni miaka 4000. Na toka kifo cha Yesu pale Kalvari mpaka leo hii mwaka 2026, ili tufikisha miaka 2000 kama ilivyofika huko uumbaji hadi gharika hadi kifo cha Yesu 2000, ili tufike miaka 2000 kamili kama ilivyofika huko nyuma. Tufike miaka 2000 kutoka kifo cha Yesu mpaka leo 2026. Tumebakiza miaka 5 tu. Hilo nimesema mimi, ili ifike miaka 2000 kamili. Tuna miaka 1995 mpaka sasa. Na Yesu alipokuwa anahangaika pale msalabani, Mama Ellen G. White alisema, nilimuona mwana wa Mungu akihangaika pale msalabani. Akasema maneno haya, hii dunia, kanisa langu hili, hii dunia itadumu miaka 2000 tu. Hii dunia au kanisa langu hili litadumu miaka 2000 tu, si zaidi ya hapo. Ina maana kama miaka 2000 ya uumbaji hadi gharika, kama miaka 2000 ya gharika hadi kifo cha Yesu, ambapo Yesu alisema dunia hii haitatoboa miaka 2000, na kutoka kifo cha Yesu mpaka leo, maana yake mpaka leo 2026, kutoka mwaka 31 BK baada ya Yesu baada ya Kristo, wakati akining'inia pale msalabani, akasema maneno haya kwamba dunia hii haitapita miaka 2000. Kwa hiyo basi, ili kutoka mwaka 2000, kutoka mwaka 31, yani kifo cha Yesu mpaka leo mwaka 2026, ili tufikisha miaka 2000 aliyoisema, miaka hiyo aliyoisema Yesu Kristo, bado miaka 5 tu tufikishe 2000. Ina maana tuna miaka 1995 kutoka mwaka 31 kifo cha Yesu mpaka leo mwaka 2026. Tumebakiza miaka 5 tu ya neema. Alafu wewe leo, dunia imeisha, wewe leo unahubiri mahubiri ya utajiri. Unataka utajirike, unataka mtu mwingine atajirike, ili iweje sasa? Na dunia yenyewe imeisha. Yesu yuko mlangoni, ndugu yangu. Je, mahubiri yako ni sawa na neno lake? Hilo ndilo somo langu. Zingatia hilo. Wahubiri wa leo, wachungaji wa leo, wainjilisti wa leo, kama nilivyosema, wanahubiri utajiri, wako kimaslahi zaidi. Naweza kusema Biblia inasema wachungaji hao ni mbwa wasiobweka,
ni mbwa wasiobweka, ni mbwa wanaopenda usingizi, ni wachungaji wasiofahamu neno. Biblia inasema, sio maneno yangu. Ukisoma Isaya sura ya 56 aya ya 10 mpaka ya 12, wachungaji ambao hawafahamu neno ndio hao sasa wanahubiri kinyume na Biblia, wanahubiri kinyume na mapenzi ya Mungu, wanahubiri kinyume na Mungu alivyosema, wanahubiri kinyume na Mungu alivyojifunua. Mungu amejifunua yeye ni mmoja, yuko na mwanawe Yesu Kristo. Wewe unasema yuko mmoja alafu ana nafsi tatu. Huyo Yesu ni mwana wa Mungu, wewe unasema ndio Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu ni Mungu. Hao ni wahubiri wasiofahamu neno. Hii ni kwa mujibu, sio kwa mujibu wa Matthew Gervas Msagati, hapana, ni kwa mujibu wa Isaya, kwa mujibu wa Biblia katika kitabu cha Isaya sura ya 56 aya ya 10 mpaka ya 12. Hasa ule mstari wa 11, Isaya sura 56 aya ya 11 inasema wachungaji hao ni wale wasiofahamu neno. Wanahubiri tu uponyaji, miujiza, sijui utajiri, sijui nini, Mungu yuko hivi, Mungu yuko vile, Mungu yuko kama panzi, Mungu sijui nini, ovyo tu. Hizi ni dalili kubwa sana za kwamba Yesu yuko mlangoni. Paulo alipokuwa anapita mitaani kuangalia namna ya ibada za watu zinavyoendelea, aliona katika kanisa moja ndani yake kuna madhabahu imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Alafu Paulo akasema, sasa nawahubiri habari zake yeye ambaye nyinyi mnamwabudu bila kumjua. Nami leo nawahubiri nyinyi yule Mungu ambaye nyinyi mnasema ni wa utatu, mimi nasema ni mmoja. Ni mmoja na yuko na mwanawe Yesu Kristo. Mbona Biblia iko wazi? Mnavaa miwani ambao hata hamwezi kuona? Au mnatumika na yule mtu mwovu, mpinga Kristo? Ole wetu. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 11 aya ya 4, wachungaji wanamhubiri Yesu mwingine. Wachungaji wanahubiri injili nyingine, wanahubiri Yesu mwingine. Ikiwa wanahubiri Yesu mwingine, Yesu wa Biblia ni yule ambaye ni Mwokozi, alitufia pale msalabani, ni mwana wa Mungu. Wachungaji wa leo wanahubiri Yesu ndiye Mungu mwenyewe. Wachungaji wa leo wanahubiri Yesu ndiye Mungu mwana, nafsi ya pili. Lakini katika hiyo Wakorinto wa pili sura ya 11 aya 4, watu wanamhubiri Yesu mwingine, lakini pia wanahubiri injili nyingine. Pia wanahubiri roho nyingine, roho wa Mungu, roho wa Yesu. Unaposema Roho Mtakatifu au Roho Takatifu ni Yesu mwenyewe. Unaposema Roho Mtakatifu au Roho Takatifu ni Mungu mwenyewe. Wewe unasema Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya tatu. Wakorinto sura ya 2 aya ya 4 inasema watu wanamhubiri Yesu mwingine, wanahubiri injili nyingine, wanahubiri roho nyingine. Ndio. Kwa nini ufikie hatua ya kutemwa siku ya mwisho kutokana na kazi ya kuhubiri injili nyingine, kumhubiri Yesu mwingine, kuihubiri roho nyingine? Roho ni wa Mungu, roho ni wa Yesu. Wewe unasema kwamba ati Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya tatu. Ukisoma Yohana sura ya 4 aya 24, Mungu ni roho. Wewe unasema roho ni Mungu nafsi ya tatu. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ya 15 aya ya 45, Yesu ni Adamu wa pili, ndiye roho yenye kuhuisha. Yesu ni Roho Mtakatifu. Wewe unasema ni Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya tatu. Somo langu linasema, je, mahubiri yako ni sawa na neno lake? Ukisoma Wagalatia sura ya kwanza aya ya 6 mpaka ya 9, Biblia inasema
yeyote anayehubiri injili nyingine na alaaniwe. Ndio ndugu zangu, epuka kuhubiri injili nyingine. Epuka, usimhubiri Yesu mwingine. Epuka, usihubiri Roho Mtakatifu kwamba ni nafsi ya tatu. Mungu ni Mungu nafsi ya tatu. Epuka. Mungu ni mmoja na mwanawe Yesu Kristo. Hata kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya 5 mpaka ya 6 inasema hivyo. Lakini aya 7 inasema ujuzi huu wa kujua kwamba Mungu ni mmoja na Yesu Kristo mwanawe ni wachache waliopewa ujuzi huu, si wengi. Ndugu zangu, epuka kuhubiri injili nyingine. Epuka kuhubiri kinyume na Biblia. Epuka kuhubiri kinyume na mapenzi ya Mungu. Epuka kuhubiriwa kinyume na Biblia. Epuka, ndugu zangu. Ama baada ya kutoa somo hili, niseme usisahau kusubscribe ili uendelee kupata masomo yangu kwa kadiri Mungu atakavyonijalia, atakavyonitumia, maana nimekubali kutumika na Mungu. Ama baada ya kusema hayo, niombe. Mungu wangu na Baba yangu naishi mahali pa juu sana mbinguni, ninasema asante Baba kwa sababu ya ulinzi wako. Umenilinda, nimetoa somo lako kama ulivyonituma, na uwafunulie watazamaji ambao leo hii wameitazama na wasikilizaji, ukawavuvie Roho wako Mtakatifu waweze kulielewa somo hili. Ndivyo ninavyoomba, ni kwa jina la Yesu, amina.